Na mtumishi wa Mungu, karibu sana katika neno la Kristo. Na kama umefika hapa siku bahati mbaya, bali ni uwezesho wa Roho Mtakatifu aliyokuwezesha uweze kusikia mausia kutoka kwake. Na Mungu aweze kubariki sana utakapokwenda kusikia ujumbe huu kwanza mwanzo hadi mwisho. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika jina la mwana wake Yesu Kristo. Amen. Somo letu la siku ya leo ambalo Roho Mtakatifu amenileta linasema kwamba maisha ambayo Mkristo anastahili kuishi. Tupasa tuweze kuelewa maisha ambayo Mkristo anastahili kuishi, na Mkristo ni mtu wa aina gani, na Mkristo anatakiwa kuishi maisha gani. Roho Mtakatifu ameleta somo hili kwamba Wakristo wake wapate kuelewa maisha ambayo wanatakiwa kuyaishi maadamu wapo hapa chini ya jua. Mkristo ni mtu gani? Mkristo ni mtu yeyote aliyemwamini Yesu Kristo na kuishi maisha ya utauwa. Huyo ni Mkristo. Tunaangalia kitabu chetu cha Petro wa kwanza 3:11. Tunasoma Biblia yake inasema kwamba imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. Kristo ni mtu ambaye mwenendo wake ni mwenendo wa utakatifu na anaishi maisha ya utauwa. Huyo anaitwa Mkristo. Kwa maana tuna Wakristo wengi ambao wanajiita ni Wakristo lakini hawajaishi maisha ya utauwa na hawajataka kuishi maisha ya utauwa au maisha ya utakatifu. Kwa hiyo Mkristo halisi ambaye anajulikana na Yesu Kristo ni yule ambaye anaishi maisha ya utakatifu. Huyo hapo ni Mkristo. Ndio tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ameleta somo hili kwamba tuweze kufunguliwa na kuelewa maisha ambayo Mkristo anatakiwa kuyaishi. Ni hatari sana na huzuni sana mtu anayeitwa Mkristo kufuatisha mwenendo na namna ya dunia hii. Ni hatari sana. Kitabu cha Warumi kinatuasa ya kwamba, Warumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Roho Mtakatifu anatusisitiza kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii, tusifuatishe namna ya ulimwengu kwa tabia zote chafu ambazo ulimwengu unaendelea kuzifuatisha. Sisi kama watu ambao tunaitwa Wakristo inatakiwa tujitofautishe na tabia hizi, au tujitofautishe na namna ya dunia hii. Mkristo yote analazimika kutoa mwili wake na kujizabihu mbele za Yesu ili ajitoe katika kazi ya Mungu, na kufanya kazi ya Mungu ndio ibada yake yenye maana. Warumi 12:1 na Mungu anasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ibada ya Mkristo ambaye anamwamini Yesu Kristo ni kujitoa na kujizabihu mbele za Mungu, na ndio ibada yake yenye maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akiitwa Mkristo anatakiwa kuelewa kwa nini yupo duniani na kwa kusudi gani. Wewe kama Mkristo ambaye unaitwa Mkristo, inatakiwa uweze kuelewa kusudi la kuwepo duniani na kwa nini unaishi duniani, na nini hasa ambacho unatakiwa ukifanya wakati huu ambao uko duniani. Kwa hiyo unatakiwa uelewe kusudi na lengo ambalo linasababisha mpaka sasa hivi uwe duniani. Mkristo anatakiwa kukomboa wakati, afanye kile alichokusudiwa na Mungu kwa ule muda aliopewa duniani. Kwa sababu usipochukulia muda wako kwa usahihi ambao uliopewa duniani, basi ujue baadaye kusakuja kilio. Kwa hiyo ukithamini sana na kutii na kujua wakati wako au muda ambao uliopewa hapa chini ya jua, lazima matokeo mazuri na matunda mazuri utayaona mbeleni. Tunaangalia kitabu cha Efeso 5:16. Neno la Mungu linasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu.
Mkristo ni mtu ambaye anakomboa wakati na kuelewa ya kuwa zama hizi ambazo tunazozishia hapa chini ya jua sasa hivi ni zama za uovu. Kwa hiyo Mkristo analazimika aweze kusimama ili kwamba zama hizi za uovu apate kutoa neno la Mungu kama ushuhuda, ili kwamba watu wanaotenda maovu wapate kuacha njia zao mbaya, wamrudie Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo anatakiwa kukomboa wakati, afanye kile alichokusudiwa na Mungu kwa ule muda aliopewa duniani. Kitabu cha Wakolosai 4:5 kinasemaje? Kinasema hivi: eneneni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Kwa hiyo watu ambao hawamchi Mungu tuende kwa hekima, tukijua kwamba wakati ambao tunao hapa chini ya jua ni mchache. Kwa hiyo tuwe tunakomboa wakati, si kama ambao tunaitwa Wakristo. Kwa hiyo Mkristo kama Mkristo lazima aelewe kuna wakati wa kukomboa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wakati, kila dakika, kila siku, wewe kama Mkristo lazima uwe na jiulize swali hili: je, kwa sasa nafanya mapenzi ya nani? Je, ni ya Mungu au ya kwangu au ya wanadamu? Kwa Mkristo anaweza akawa anajiuliza maswali kila itwapo leo, kila siku, kila dakika, kila sekunde, ya kwamba je, muda huu ambao nipo duniani nafanya mapenzi ya nani? Tunasoma Petro wa kwanza 4:3. Na Mungu anasema, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi, tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Tunachukua 4 mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Kwa watu watawatukana kwa sababu mmesimamia haki na kusimama katika sehemu sahihi. Lazima watu watukane. Na hapa tunaweza kukomboa wakati, kwa sababu kipindi hapo nyuma tulikuwa tunakubali wazo la mataifa, lakini sasa hivi tumeitwa Wakristo, yatubidi tuweze kujitofautisha namna hizi za ulimwengu. Mkristo asiyekuwa na imani na dhamiri njema ana uhalali wa kuanguka au kuangamia 100%. Timotheo wa kwanza 1:19. Na Mungu anasema, uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akaangamia kwa kukosa tu imani, anaweza akaangamia. Kwa hiyo tumekuja kuona mtu mwenye dhamiri safi au dhamiri njema ni mtu ambaye atasimama imara, na mtu ambaye mwenye imani njema ni mtu ambaye atasimama imara. Mtafute Mungu siku zote za maisha yako. Mithali 8:17. Mithali 8:17. Na Mungu anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anasema kwamba anawapenda wale wampendao, na yote atakayemtafuta kwa bidii lazima atamuona. Kwa hiyo mpende Mungu na atakupenda, na ukimtafuta kwa bidii nawe utamuona. Kuwa mwenye haki huku ukimwomba Mungu siku zote na kuwaombea watakatifu wote duniani kwa bidii. Ayubu 8:5-6. Na Mungu anasema, wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Kwa hiyo Mungu usipoweza kumtafuta kwa bidii na kusimama thabiti katika kazi yake, hawezi akaamka na hawezi kufanikisha njia zako. Kwa hiyo uwe mwenye kumtafuta Mungu kwa bidii kila siku na kuomba na kuombea watakatifu wote pia. Yesu Kristo akubariki. Amen.